kama na wewe unahangaika kutafuta ujauzito bila mafanikio, huenda unafanya mambo haya, ndio maana hadi leo unakosa mimba japokuwa unashiriki kila mwezi. Jambo la kwanza ni huenda ulienda kufanya vipimo ukaambiwa hauna changamoto yoyote katika mfumo wa uzazi. Kumbe aina ya kipimo ulichofanya hakiwezi kuonesha matatizo yote, kwa hiyo ukabaki unajua kwamba hauna tatizo, kumbe matatizo yapo sehemu ambayo kipimo kile hakijafika. Lakini sababu ya pili ni huenda uliambiwa una changamoto fulani na unabidi kutumia matibabu, ukasema ngoja nijipange. Kwa hiyo katika kujipanga ukawa umechukua muda mrefu kurudia zile dawa ulizoambiwa. Tatizo limekuwa kubwa zaidi, na ukija kuanza dawa basi unajikuta dawa ni ndogo kulingana na ukubwa wa changamoto ulionayo. Lakini cha tatu ni huenda unaendelea kujifananisha na wanawake wengine kwamba baada ya kutumia uzazi wa mpango fulani aliweza kubeba mimba bila kutumia dawa yoyote. Kuona wewe unasubiria ubebe mimba wakati mfumo wa jirani yako wa uzazi na wakwako ni vitu vili tofauti. Au huenda ana uvimbe na wewe una uvimbe, unasema siwezi kutimbia uvimbe, mbona fulani yeye alibeba akiwa na uvimbe vile vile. Chendelea kujifananisha na wenzio hata 2026, basi hiyo inaondoka na hujabeba ujauzito. Lakini ukiamua leo hii unaweza kuwasiliana na mimi nikakutibia changamoto ya mirija kuziba, changamoto ya uvimbe, ni PID, hormonal imbalance, ama una changamoto ya endometriosis, tunakaa sawa, unabeba mimba ndani ya muda mfupi.